Nafikiri kama haujawahi kupata aibu wewe binafsi, umeshawahi kumuona mtu labda akafanya jambo alafu wewe ukaona aibu. Imeshawahi kutokea? Kwa watu wote aibu tunaifahamu. Kwamba unaweza ukawa sio wewe, lakini kuna mtu anafanya, ninyi wote mnainama, mnaona kwamba hiki kinachofanyika hiki sio kitu sahihi. Sasa aibu kwa sisi tuliookoka, nimeiweka kwenye tafsiri hii kwamba aibu ni hali ya kudhalilishwa, kushindwa au kuonekana kama Mungu hayuko upande wako. Watu wengi wanapata aibu kwa sababu kuna mazingira wanaona kwamba kwa mtazamo huu ama kwa mlengo huu hapa Mungu hayuko pamoja na mimi. Kwa sababu anaona kama Mungu angekuwa pamoja na mimi labda jambo hili lisingefanyaje, lisingenipata. Kwamba aibu hii isingenipata kama Mungu angekuwa pamoja na mimi. Sasa leo kwa dakika chache hizi tutajifunza kwamba nani atakaye tuondolea aibu hii. Watu wa Mungu wanaweza kuingia kwenye aibu kwa sababu kama 3 au 4. Sababu ya kwanza ni hofu. Moja ya vitu ambavyo vinawafanya watu wa Mungu wanakuwa na aibu ni kwa sababu ya hofu. Hofu au woga, kwa maana ya kuogopa kwamba hiki kitu sitaki kukijaribu, sitaki kukifanya. Sasa ule woga au ile hofu inaweza kumfanya mtu akapata aibu. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikamfanya mtu kupata aibu ni kukata tamaa. Unashindwa, unakata tamaa, unaona kwamba hiki kitu hakiwezekani, unaona aibu, unajificha, hutaki kufanya hilo jambo. Lakini kitu kingine pia kinachomfanya mtu apate aibu ni kusahau ahadi za Mungu. Mtu anakubali kubaki na aibu yake kwa sababu amesahau ahadi za Mungu. Anaona kwamba hili jambo haliwezekani kwa Mungu, kwa hiyo anakubali kuibeba hiyo aibu. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikamfanya mtu akapata aibu ni kulitazama tatizo ulionalo ni kubwa kuliko Mungu unayemwamini. Yaani wewe unaliona tatizo hilo ni kubwa kuliko Mungu unayemwamini. Sasa inafika hatua wewe unaona ni bora uingie aibu lakini usijihusishe na jambo fulani. Yaani sawa tukiwaambia watu hapa tunataka tujenge gorofa hapa, watu wote wanaona hicho kitu wakifanyaje hakiwezekani, si ndio? Yaani tunaona kabisa hapa hilo swala haliwezekani. Yaani ni bora tuingie hiyo aibu kulikoni kusema kitu kinawezekana. Sasa watu wa Mungu tunapataga wakati mwingine aibu kwa sababu ya woga wetu, kwa sababu ya vile vitu ambavyo tunavitazama. Unaona swala ulilonalo haliwezekani, ni kubwa kuliko Mungu unayemwamini. Sasa wakati nasoma kwenye Biblia nikawaona watu ambao walikuwa ni watu wa Mungu lakini nao walikubali aibu.